Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema ambayo Bwana ametupa tena wiki hii. Imekuwa baraka kwamba Mungu ametupa tena kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaendelea na kile kitu ambacho Mungu amekuwa akitusemesha, na tunaendelea na maombi ambayo Mungu alitupa kuomba. Inawezekana Mungu alitaka tuendelee kuomba kwenye eneo ambalo tulikuwa tunaomba. Kwa nini nakutia moyo kuendelea na speed ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutaendelea kuomba asubuhi na jioni. Kwa Mungu akupe na neema ya kuomba pia jioni. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Angalia kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 16. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 16. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 16 na ule mstari wa 9. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 9, anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, wa kufaa sana. Nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Na wako wengi wanipingao. Anazungumza habari ya mlango ambao Mungu ameufungua mbele yake. Ukisoma kwenye ile Isaya ile sura ya 60 na ule mstari wa 11, anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Unaposoma ule mstari wa 17, anasema badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti shaba, na badala ya mawe chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kwa haki. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani. Mstari wa 18 anasema jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako. Ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu, na malango yako sifa. Narudia mstari wa 18, jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako. Ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu, na malango yako sifa. Nafuatilia nini? Ninafuatilia malango. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tumalizie mstari mwingine, Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 na ule mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 8, anasema nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako,
na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza jina langu, umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, hakuna anayeweza kuufunga. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa nataka tupite kwenye hiyo mistari michache na uone au ufuatilie eneo la malango au milango. Mungu akitaka kumbariki mtu, Mungu akitaka kumuinua mtu, Mungu akitaka kumfanikisha mtu, Mungu akitaka kuanzisha jambo jipya kwenye maisha ya mtu, huwa anatumia milango. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tunapozungumza kwa habari ya milango, maana yake tunazungumza habari ya mahali atakapopitishia hiyo baraka. Ni mara chache sana Mungu anatumia miujiza kufanikisha mtu. Ni mara chache sana. Nikisema miujiza kufanikisha mtu ninamaanisha nini? Ni mara chache sana utaokota hela, alafu ile hela uliyookota ikufanikisha. Huo unaitwa muujiza. Kwa ni mara chache sana Mungu atatumia nini? Muujiza. Ni mara chache sana itatokea tu kitu ambacho hakina mfumo kikakupa wewe mafanikio. Ni mara chache sana. Hiyo yote inaitwa miujiza. Lakini tunapokwenda kwenye kanuni ambazo Mungu amezitengeneza ili kumfanikisha mtu, Mungu huwa anatumia milango au malango. Milango au malango maana yake nini? Maana yake ni mifumo Mungu aliyoitengeneza kwa ajili ya kumfanikisha mtu. Kwa tukisema mifumo ambayo Mungu ameitengeneza, maana yake nini? Maana yake au huyu mtu anafanya biashara, au huyu mtu anafanya kazi, au huyu mtu amekuwa connected na watu fulani, au huyu mtu ni mkulima, au huyu mtu ni mfugaji, au mtu, nazungumzia mifumo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Mungu atakapopitishia hiyo baraka. Na unaposoma kwenye maandiko, lazima kuwe na mlango. Na hiyo milango ndio hiyo anayosema kwamba inatakiwa kuwa wazi mchana na usiku. Na ndio maana shetani akitaka kupambana na wewe, hapambani na wewe kila mahali. Anaenda kwenye milango. Anajua hapo ndipo patakapopita muujiza wako kutoka kwa Mungu. Hapo ndipo patakapopita baraka yako. Anaendaga kwenye mlango. Na wametumia zaidi neno malango au mlango kwa sababu miji ya zamani ya kiBiblia yote ilikuwa na nini? Na malango. Kwa kumwelezea mtu kuhusu lango inakuwa kitu chepesi sana, kwa sababu ilikuwa ikifika jioni malango ya mji yalikuwa yanafanya nini? Yanafungwa. Ikifika asubuhi malango ya mji yanafunguliwa. Lango likishafungwa hauna namna unaweza ukaingia, maana utalala huko nje ya mji. Kwa ndio maana mara nyingi wametumia mfano wa malango. Sasa kitu gani ambacho nataka uone? Mungu siku zote waga anatafuta ni eneo lipi la maisha yako ambalo amekupa,
atakalolitumia kukufanikisha kwenye uhitaji ulionao. Kwa Mungu anatafuta, atatumia elimu yako, atatumia jina lako, atatumia akili zako, atatumia hekima aliyoweka ndani yako, atatumia maarifa aliyokupa, atatumia marafiki aliyokupa, atatumia chochote kinaweza kuwa mlango wa wewe kwenda hatua nyingine mbele. Atatumia kanisa alilokupa, mahali unapoabudu, atatumia chochote kile ambacho amekileta kwenye maisha yako. Ndio maana hakuna kitu Mungu anakileta kwenye maisha yako kwa bahati mbaya. Kila kitu Mungu anakileta kwenye maisha yako kwa makusudi. Unaweza ukawachukia majirani ulionao, lakini Mungu ndo amekupa hao. Sio kwamba alikuwa hajui utakuwa na hao majirani, hata kama ni wakorofi kiasi gani. Lakini Mungu ndo amekuweka hapo. Anajua hao majirani ni saizi yako. Au watakusaidia kuomba, au watakusaidia kutafuta uso wa Mungu, au watakusaidia kujitegemea, na wao pia ni mlango. Tunapozungumza kuhusu mlango, sio lazima wawe ni watu wema tu. Kuna watu wengine wanaonekana ni wabaya, lakini ni mlango wako wa kufikiri. Ni mlango wako wa kutafuta uso wa Mungu. Ni mlango wako wa spidi. Kila saa ukiwatazama unaongeza gia. Kila saa ukisikia maneno yao unaongeza hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Wakati mwingine ni rahisi kulaumu kwamba hivi mimi niliwekwa hapa kwa ajili ya kitu gani? Kwa nini niko hapa? Kwa nini niko katikati ya watu? Mungu sio kwamba alikuwa hajui, na akiona muda wewe kukaa hapo umekwisha, atakuondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kwenye maandiko tunapofuatilia, kila mahali Mungu alipotaka kufanya kitu fulani, alitumia mazingira yale yale au chombo kilichokuweko pale pale kutatua hilo tatizo. Musa alipokuwa kwenye bahari ya Shamu, anamlilia Mungu. Mungu alimwambiaje? Usinililie mimi, waambie wana wa Israeli waendelee mbele, lakini pale ni bahari. Baadaye anamuuliza, una nini mkononi mwako? Sasa nayo fimbo. Akamwambia, hiyo fimbo ni mlango. Nyosha hiyo fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ni rahisi sana kusema sina kitu chochote, kwa hiyo siwezi kuvuka. No, unachohitaji ni hekima ya Mungu, unachohitaji ni ufunuo. Kitu kitakachofanikisha maisha yako na vile vitu unavyovitamani kwenye moyo wako hakitatoka nje ya mazingira yako, ya akili yako, ya ufahamu wako. Mungu wakati anakutengeneza alikuwa anajua, ameshakuwekea package ya kila kitu unachokihitaji ndani yako. Musa alifikiri kungetokea muujiza kutoka sehemu nyingine. Hata wewe ungekuwa Musa ungewaza hivyo. Ungewaza kwamba kutatokea msaada kutoka sehemu nyingine. Mungu anasema msaada uko ndani yako. Hakuna kitu ninakifanya kwa bahati mbaya. Una nini? Nina fimbo. Asema nyoshe hiyo fimbo kwenye maji. Hakutegemea hiyo fimbo ingesababisha matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Baada ya wale watu kumkosea Mungu kule jangwani, nini kilichotokea? Nyoka walitokea. Nyoka wa moto wanang'ata watu. Uking'ata unadondoka, uking'ata unadondoka, uking'ata unadondoka. Yaani ile sumu ilikuwa isubiri. Ikiingia tu kwenye damu, inatembea kwa spidi ya umeme, imeshapiga mwili mzima. Kwa sababu watu walikuwa wanaadhibiwa. Ungekuwa wewe Musa hapo ungefikiri nini? Unawaza solution inatoka wapi? Mungu anamwambia no, tengeneza nyoka wa shaba. Tengeneza nyoka wa shaba. Alafu msimamishe juu namna hii. Yeyote atakayemtazama atapona. Nyoka wa shaba alipotengenezwa, yule anayetaka kumwangalia amwangalie, ambaye hataki aachane naye. Ninafafanua nini? Solution siku zote ilikuwa hapo hapo. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wakati Yesu yuko na wanafunzi wake, na maandiko yanasema wazi kabisa kwamba walikuweko makutano wengi sana waliokuwa wanamfuata. Wamefika kwenye level ambayo wanahitaji chakula.
Wanapojadili Yesu na wanafunzi wake, angalia kitu Yesu anawaambia wanafunzi wake: wapeni hawa watu nini? Chakula. Yesu anapozungumza namna ile, wale watu wanafikiri kama vile Yesu hajui kitu anachosema, kwa sababu in reality wako naye. Wanamwambia, mwalimu, wewe hujui hali yetu. Wanaume peke yake hapa ukiwakadiria wako kama 5,000. Unaweza ukaelewa kulisha watu 100 maana yake nini? Kulisha watu 1,000 maana yake nini? Alafu ukikadiria tu wanaume peke yake walioko pale wako kama wangapi? Kama 5,000 hivi. Maana yake pana wanawake wasiopungua 20,000 hapo. Pana watoto ambao hatuwezi kusema idadi yao. Lakini Yesu anasema wapeni ninyi chakula. Hao wanaotakiwa kuwapa chakula wako watu kama 12 hivi, ambao anajua kabisa hamna mahali wanafanya kazi na ndio wanazunguka naye. Nini anachotaka kuwasaidia? Solution iko ndani yenu. You have the solution. Wakiwa katika hali ya kujadili na kufikiri, wanajaribu kutafuta ufunuo juu ya neno ambalo Yesu amelisema. Wakaona kijana mmoja ana samaki 2 na mikate mingapi? 5. Waambia, Rabi, mwalimu, kuna kijana mmoja hapa ana samaki 2 na mikate. Akasema, leta. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nini? Yesu anachotafuta ni kitu gani? Wajue kwamba wao ndio wenye utatuzi wa nini? Wa matatizo. Wajue kwamba wao ndio wenye milango. Wajue solution ziko ndani yao. Moja ya kitu ambacho shetani atapambana na wewe mchana na usiku ni kufikiri utatuzi wa matatizo yako unatoka sehemu nyingine. Na ndio kitu ambacho kinafelisha watu mchana na usiku. Utatuzi wa matatizo yako uko ndani yako. Spidi yako iko ndani yako. Hatua zako ziko ndani yako. Unachohitaji ni kitu gani? Unachohitaji ni hekima ya Mungu. Unahitaji ufunuo. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Yesu alipovibariki vikaanza kumultiply. Vikaanza kumultiply. Vikaanza kumultiply. Mikate inaongezeka, samaki wanaongezeka. Wanapoanza kugawia watu, Biblia inasema waligawia watu mpaka wakabakia na masalia. Yaani walibakia na vikapu 12. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unakumbuka wakati yule nabii ameenda kwa yule mama, na yule mama analalamika kuhusiana na madeni aliyokuwa nayo. Aliulizwa, una nini nyumbani kwako? Yule mama alisemaje? Sina kitu. Alisema sina kitu. Lakini yule nabii akamwambia, una nini nyumbani mwako? Sina kitu. Lakini ghafla yule mama akapata ufunuo wa Roho Mtakatifu. Akasema, lakini na vimafuta kidogo kule ndani. Wacha niseme hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Akasema, sina kitu lakini nina vimafuta kidogo. Akamwambia, hii ndio nilikuwa nataka. Kwa nini? Mungu anatafuta uone value ya kitu alichokupa. Uone thamani ya kitu alichokupa, ili atumie hicho kitu kufungua milango yako. Kumwambia, sasa sikiliza, kaazime vitu kwa watu, kaazime vyombo kwa watu. Katafute vyombo vitupu, katafute vyombo vitupu, katafute vyombo vitupu. Utakapokuwa ukimimina hayo mafuta kwenye hivyo vyombo, hayo mafuta yatakuwa hayapungui mpaka hivyo vyombo ulivyovitafuta vitakapokuwa vimefanya nini? Vimejaa. Sasa ngoja nikueleze hiki kitu kitakusaidia. Huyu mama ana madeni. Mume wake alikuwa ni nabii na amefariki. Ana madeni, na madeni ni mabaya kiasi ambacho na watoto wanatakiwa wachukuliwe wakafanyishwe kazi mpaka madeni yatakapoisha. Kama huyu mama mume wake alikuwa mcha Mungu, nataka ujiulize hili swali: kwa nini Mungu asimletee hela? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nini Mungu anashindwa na kitu chochote? Kwa nini hela zisimwagike tu huko chumbani? Anaamka asubuhi, anakuta rundo la hela hapo, anaenda analipa madeni. Kwa nini Mungu asifanye kitu cha namna hiyo? Ukifuatilia vizuri kwenye maandiko, kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, utagundua siku zote Mungu hajataka kutumia miujiza kama sehemu ya watu kuishi.
hajataka kutumia miujiza kama mfumo wa maisha. Mungu amemtengenezea kila mtu mlango wa kumfanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu angeweza kabisa kumultiply hela kule ndani, lakini Mungu akasema no, tutumie mfumo. Ndio maana ukisikiliza watu wanavyozungumza wanasema ni bora mtu anayekufundisha kuvua samaki kuliko mtu anayekupa samaki. Kwa sababu mtu anayekupa samaki atakupa leo tu na kesho utaenda kumuomba tena. Lakini akikufundisha kuvua anakuacha. Unakuwa na mfumo wa maisha. Sio kwamba Mungu alikuwa anashindwa kumsaidia huyu mama kwa staili nyingine. No, akasema hapana. Huyu mama aongeze na ujuzi mpya, aongeze na hekima mpya, aongeze na akili mpya. Amimini hayo mafuta huko ndani. Kwa hiyo yule mama aliambiwa, kiwango cha vyombo utakavyovitafuta, vyombo vitupu, ndio kiwango cha mafuta utakachokuwa nacho. Na baada ya kukusanya hayo mafuta utayauza. Hakuna kitu chepesi chepesi. Watu watakapokuwa wananunua hayo mafuta, na wewe utakuwa unalipa nini? Madeni. Watu watakapokuwa wananunua hayo mafuta, na wewe utakuwa unalipa madeni. Mwisho wa siku utamaliza kulipa madeni na utakuwa na mfumo wa maisha. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nini ninachokuonyesha? Najaribu kukuonyesha jinsi ambavyo Mungu kila mtu amemtengenezea kitu. Na ndio maana usije ukakubali shetani akikwambia huna kitu. Hilo ndio litakuwa anguko lako. Usikubali shetani akikwambia huna kitu, huwezi chochote, huvuki popote. Usikubaliane na hiyo sauti. Wewe ng'ang'ana na Mungu, mwambie Mungu nisaidie. Hata kama ndivyo unavyoona, yamkini tayari akili zako zimeshakamatwa. Hata kama ndivyo unavyoona, ndio maana tunapoomba tunaangusha mawazo. Na kila kitu kilichoinuka, kilichojiinua kinyume cha elimu ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa kuna wakati shetani amekuonyesha giza, amekuonyesha negative. Ni wajibu wako kumlilia Mungu. Mungu, giza nililoonyeshwa, ile kwamba nimeonyeshwa hakuna kitu, Mungu ingilia kati. Ninajua umeweka vitu ndani yangu. Ninaomba unifungue macho, ninaomba unifungue akili. Na ndio maana hakuna tatizo linalokuja mbele yako ambalo halina utatuzi. La sivyo neno la Mungu lingekuwa linasema uongo anaposema yeye ameutangaza mwisho tangu mwanzo. Kama Mungu anajua mwisho wako, maana yake pia anajua utatuzi wa kila tatizo lililoko mbele yako. Unachohitaji ni kitu gani? Unahitaji ile hekima ya Mungu ya kukusaidia. Kwa hiyo unapoomba, unamuomba Mungu nini? Mungu naomba hekima, Mungu naomba akili, Mungu naomba ufahamu. Na ndio maana unaposoma zile roho 7 za Mungu zinazotakiwa kufanya kazi na mtu. Kwa nini roho 7? Kwa sababu unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya 11 anasema likatoka chipukizi katika shina la Yese, tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na roho ya Bwana itakaa juu yake. Roho gani hizo? Roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya ushauri, roho ya uweza, roho ya maarifa, roho ya kumcha Bwana. Yaani unazihitaji hizi roho zote 7 za nini? Manake kuna mahali unahitaji hekima, kuna mahali unahitaji ufahamu, kuna mahali unahitaji ufunuo, kuna mahali unahitaji nguvu, kuna mahali unahitaji. Kwa hiyo unachohitaji wewe ni kung'ang'ana na Mungu ili kilichofichwa ndani yako kifunuliwe. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa nini nimekupitisha kwenye hayo maeneo? Nimekupitisha kwenye hayo maeneo kwa sababu nataka uelewe. Anaposema malango yako yatakuwa wazi, hayatafungwa. Kwa hiyo ukisikiliza kitu cha namna hiyo, wewe sana sana utakuwa unatazama tu kule mbele kama nitakutana nao. Vinaanzia ndani yako. Kwa lazima Mungu akupe hekima, lazima Mungu akupe akili ya kuona hata huo mlango. Maana unaweza ukaja mbele yako na usiuone. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwani mlango wa Ibrahim juu ya kupata mtoto ulikuwaje? Si ni watu walikuwa wanapita kule barabara, na wale watu walikuwa wamebeba kitu ndani yao kwa ajili yake. Na alipowaona wakipita, nini Ibrahim alifanya? Si alienda kuwalaki? Kwani ilikuwa lazima? Kwani asingewakaribisha wale watu kuna mtu angemhukumu?
hakuna mtu angemhukumu. Lakini aliwafuata akawalaki, akawaambia, bwana zangu, ninajua ya kuwa mko katika safari, lakini sio mbaya mkaingia kwenye nyumba yangu, wala mkapata hata maji ya kunywa, afu mkaendelea na safari. Na wale watu wakasema, hakuna shida, tutaingia kwenye nyumba yako. Ni utashi ambao Mungu aliuweka ndani yake, ufunuo ambao Mungu aliuweka ndani yake, hekima ambayo Mungu aliweka ndani yake, ndio ilimsaidia kujua hawa watu sio wa kawaida, wamebeba kitu changu. Kwa vinaanzia wapi? Lazima vianzie ndani yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Asijue anaenda kupokea muujiza wake, akawaandalia na chakula, wakala, wakafurahi, wakaongea naye, hajui anaongea na Yesu. Ni mara ya pili sasa Ibrahim anakutana na nani? Na Yesu, na wanazungumza, lakini katika mfumo wa mwanadamu. Mara ya kwanza alimpa sadaka alipotoka kupambana kwenye ile vita. Tunaenda sawa, mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Si unakujua alikutana na kuhani anaitwa Melkizedeki. Wale wanaofuatilia wanajua alikuwa ni Yesu. Leo hii tena amemkaribisha Yesu nyumbani kwake na hana habari. Okay, kuna sababu gani ya Yesu kukutana na Ibrahim mara mbili? Nini kinachomsaidia Ibrahim? Kuna kitu kiko ndani ambacho hakizimishwi, kila siku kiko active. Kwani kuna uhitaji gani wa watu kuja kwenye nyumba yako mpaka wale chakula ndio watoe unabii juu ya majira kama hayo mwaka unaofuata? Kwani Mungu sangeweza tu kufanya kwa njia nyingine? Nazungumzia milango. Na ndio maana unamuona Mtume Paulo akisema, nimefunguliwa mlango mkubwa, tena unafaa sana. Lakini wako wengi wanaofanya nini? Wanaonipinga. Cha kwanza nataka ujue, shetani anajua milango inayoweza kukufanikisha. Anaifahamu. Akijua lango la hekima litakufanikisha, atapambana na lango la hekima kwenye maisha yako. Akijua lango la ufahamu litakufanikisha, atapambana na hilo lango la ufahamu. Akijua lango la maarifa litakufanikisha, atapambana na hilo lango la maarifa. Tunaona hizi roho saba za Mungu zinapozungumzwa kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 11. Hizo roho saba za Mungu zote ni milango ambayo inatakiwa kumfanikisha mtu na kumwezesha mtu. Mlango wote ambao utakuwa unafaa, uwe na uhakika huo mlango utakuwa na upinzani. Kwa unachohitaji ni kitu gani? Unahitaji nguvu za Mungu za kukusaidia kwenye huo mlango, ili huo mlango usifungwe. Ndio maana unaona akizungumza kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwamba nimekufungulia mlango ambao hakuna anayeweza kufanya nini? Anayeweza kuufunga. Lakini lazima wewe usimame kwenye nini? Kwenye nafasi. Mlango wako ukifungwa, sio kwamba Mungu ameshindwa. Ni maana yake wamekuweza. Na ndio maana tumeona anasema, ukiweza kukaa vizuri na huo mlango, jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako. Manake wale waliokuwa wanakutukana, wale waliokuwa wanakusimanga, wale waliokuwa wanakusema vibaya, hawatanyanyua tena midomo yao. Jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako. Ukiwa na uharibifu, hazitakuwa tena mipakani mwako. Kwa nini? Kwa sababu kuna mlango ambao ulikuwa haujafanya kazi, haujaonekana, umefunguliwa. Jeuri haitasikiwa tena. Ukiwa na uharibifu, havitakuwa sehemu ya maisha yako tena. Anasema, bali utaziita kuta zako wokovu na malango yako sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unapoomba, moja ya kitu unachohitaji kukiomba, Mungu, ni kitu gani umeweka kwenye maisha yangu kinachotakiwa kunipa hatua mpya kwenye majira na wakati ulioko mbele yangu? Ni akili gani umenipa? Ni hekima gani umenipa? Natakiwa kukutana na maarifa ya aina gani? Natakiwa kufanya maamuzi gani? Maana yake hakuna kitu kilicho nje. Watu wengi tunahangaika na vitu ambavyo hatuna, tukifikiri ndio vitatusaidia. Kumbe vile tulivyo navyo ndio vinaweza kutusaidia. Bwana asifiwe. Kama Roho Mtakatifu atakuambia ukatafute ambacho hakuna, ni kitu kingine. Lakini kajifunze kwa Daudi. Daudi alipokuwa anatakiwa kumkabili Goliath, alikataa mavazi ya Sauli.
Angeweza kudharau neema aliyokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu ya vitisho ambavyo Goliathi amekuja navyo. Goliathi amekuja na namna ya kisasa ya kivita. Nikisema namna ya kisasa maana yake nini? Ana mshale, ana ngao, ana mkuki, ana bodyguards. Huo ni mfumo wa kisasa wa kivita. Daudi amekuja na mfumo wa kizamani wa kivita. Mfumo wa kizamani ni upi? Kutumia mawe kutumia kombeo. Ni vitu ambavyo haviendani. Unaweza ukadharau neema iliyoko ndani yako, usijue ndio inaenda kukufungulia milango yako. Na walijaribu kumpollute akili yake, wakamwambia sikiliza, huyu ni mtu wa vita kuanzia ujana wake, usifikiri unaweza kumkabili kirahisi. Kama unafikiri unaweza kumkabili, basi tukupe mavazi yetu. Sauli akamwambia ngoja nikupe mavazi yangu. Biblia inasema alipoyavaa akagundua kabisa hana namna anaweza akatumia hayo mavazi kupigana ile vita. Akamwambia, mkuu, naomba tu unielewe, siwezi kutumia mavazi yako. Kwa nini? Kwa sababu sijayajaribisha, sijayaweza, please, siwezi. Kwa sasa utamkabili vipi huyu mtu? Sasa niache, mimi namuendea kwa jina la Bwana wa majeshi. Alafu maandiko yanasema akachagua mawe 5 laini. Sio hata kama ni mazito, laini. Anajua kabisa hii vita anaenda kupigana ni Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Na atatumia neema aliyoweka ndani yangu, hekima aliyoweka ndani yangu, mawazo aliyoweka ndani yangu. Atatumia hayo kumwangusha huyu Mfilisti asiyetahiriwa. Ninakuombea kitu gani? Mungu akupe ufunuo juu ya vitu alivyoweka ndani yako kwa ajili ya milango yako kuwa wazi. Biblia inasemaje? Usidharau siku ya mambo madogo. Usidharau. Usidharau kitu kidogo Mungu alichoweka ndani yako, kitakufungulia milango mikubwa. Na kila mtu atabaki anashangaa atakapokukuta mahali ambapo hakuna mtu alitegemea ungefika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Shetani asiharibu fikra zako, asiharibu mawazo yako. Shetani asikwambie kwamba wewe ili ufanikiwe lazima ukutane na mtu fulani, lazima uende sehemu fulani, lazima Mungu afunue kilichoko ndani yako. Aweke wazi kitu alichoweka kwenye maisha yako. Maana alikujua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Wangapi tumepata kitu? Wangapi tumepata kitu? Nilikuwa napambana kuweka huo msingi ili tujue namna tunavyotembea katika juma hili. Na nina uhakika Bwana atatusaidia. Naomba usimame mahali ulipo. Twende mbele za Bwana. Unaweza ukashika sadaka yako ambayo Bwana amekupa. Mungu akupe neema ya kuja kuomba pia baadaye. Tunahitaji mkono wa Bwana wa kutusaidia na kutuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wale waliokuwa wanahitaji flash, nafikiri kuanzia kesho zitakuwa ziko tayari. Kwa unaweza ukapata kuanzia siku ya kesho, unaweza ukaja umejiandaa kwa ajili ya kupata flash. Nyanyua mkono wako juu kwa Bwana Yesu. Maombi tunayoomba ni nini? Kila mlango uliofunguliwa kwenye ulimwengu wa roho, lakini wewe huuoni. Kwa nini huuoni? Kwa sababu kuna upinzani. Adui anapambana usione huo mlango. Mungu akupe macho ya kuona huo mlango. Mungu akupe hekima ya kuona huo mlango. Hao wanaopambana kuzuia, damu ya Yesu ikaingilie kati na ikanene mema kwa ajili yako. Amesema amekupa mlango mbele yako, hakuna anayeweza kuufunga. Hakuna anayeweza kuufunga. Hakuna anayeweza kuufunga. Lakini adui anavyofanya kazi, anaweza akatumia mawazo yako tu kuzuia. Damu ya Yesu ikapite kwenye kila eneo. Na kama ni nguvu za giza zimesimama kwenye malango yako, basi damu ya Yesu ikaingilie kati. Chochote kilichosimama mbele yako, chochote kilichosimama kukuzuia, damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema kwa ajili yako. Sema katika jina la Yesu. Kila mlango uliofunguliwa kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya juma hili, kwa ajili ya mwaka huu,
kila mlango ulio wazi mbele yangu lakini sioni, kila sauti iliyo wazi mbele yangu lakini sisikii, kila hatua iliyo mbele yangu lakini siendei. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inisaidie leo, iniwezeshe leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu endelea kwa chini ya damu ya Yesu. Omba vile Roho Mtakatifu alivyokusemesha na vile ambavyo kuna kitu kimeachiliwa ndani yako. Omba vile unavyosikia ndani ya nafsi yako. Bwana Yesu, umetusemesha somo hili kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna kitu umeweka ndani ya mtoto wako, kuna kitu umeweka ndani ya mtoto wako, na ibilisi anakipiga vita, anakipiga vita asione, anakipiga vita asione, anakipiga vita asione. Kuna hatua umeweka, adui anazipiga vita zisichukue. Kuna hekima umeweka, kuna maarifa umeweka, adui anayapiga vita hayo maarifa ili mtoto wako asijue hatua ya kuchukua. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia hiyo nguvu ya msalaba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia hiyo nguvu kutoka kwenye madhabahu ya mbinguni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia hiyo hekima ya kiungu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile neema uliyoficha kule ndani inayotakiwa kumfungulia milango katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ulipowafunulia akili zao walielewa na maandiko, leo Bwana ukafungue akili za mtoto wako ili akaelewe kilichoko mbele yake, akaone kilichoko mbele yake, akajue hatua za kuchukua, akajue namna ya kuendea kile anachokitarajia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaangusha mawazo ya kipepo, mawazo ya kuzimu, ninaangusha kila kilichoinuka kinyume cha elimu yako ndani yake katika jina la Yesu. Ninaangusha ngome zozote za kipepo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatiisha kila ambacho kimesimamishwa na madhabahu za adui ili siku zote aone hawezi kuendelea, aone hawezi kuwa na spidi, aone hawezi kuwa na hatua. Kwa moto na damu ya msalaba, kwa moto na damu ya mwana kondoo, ninauisha kilichoko ndani yake. Ninaamsha hiyo neema, ninaamsha hiyo nguvu, ninaamsha kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu. Hekima yako, maarifa yako, kibali chako, nguvu zako ninaziachilia juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, tumekuja na sadaka zetu kwenye madhabahu. Tunaomba Baba ukazitakabae. Tunaunganisha sadaka hizi na juma hili katika jina la Yesu. Bwana Yesu anapoachilia sadaka hii, ikafungue milango katika juma hili. Kila sadaka zilizotolewa kwenye madhabahu za giza kwa ajili ya juma hili, tunaziangusha hizo sadaka kwa moto na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Sadaka hii ikawe mbegu kwa ajili ya juma hili. Sadaka hii ikawe baraka katika juma hili. Anapoiachilia Bwana kwenye madhabahu, hii sadaka ikamfungue macho, kamfungue akili zake, kampe hatua mpya, kampe kibali kipya kwa moto na damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hiyo neema yako Bwana yatosha kumwezesha, yatosha kumsaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.